ambaye kwamba ni Zaid ibn al-Haritha. Huyu alikuwa ni mtumwa, na asili yake si mtumwa, alikuwa yeye na mamake wanatoka safari kijiji kwenda kijiji. Basi njiani kukatokea wahalifu, mashifta nini, wakawaingilia kile kijiji, wakamchukua na huyu mtoto ambaye kwamba ni Zaid ibn al-Haritha. Walipomchukua wakaenda kwenye soko wakamuuza, ndo akaanza utumwa hapo. Akatoka kwenye soko hilo akauzwa soko lingine, akauzwa soko hili, akiuzwa soko lingine, mpaka akafika kwenye soko la Maka. Alipofika kwenye soko la Maka akauliwa na akanunuliwa na Hakim ibn Hizam. Huyu Hakim ibn Hizam ni mtoto wa ndugu yake Sayyidatina Khadija, mtoto wa ndugu. Huyu alikuwa akimpenda sana Sayyidatina Khadija na kumheshimu. Alipomnunua huyu akamchukua akaenda naye mpaka kwake, akamwambia huyu nimemnunua na namuona ni kijana mzuri sana, na kupa wewe zawadi akuhudumikie. Sayyida Khadija alipompokea akamwita Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Muhammad, huyu kijana mimi pia namuona ni mzuri, nimeletewa wa kunihudumikia na kupa wewe akuhudumikie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua, akaishi katika nyumba ya Mtume kijana kama huyu, huku familia yake yamtefuta ili waweze kumkomboa. Akatoka baba na babu yake na wajomba, wakawa huenda kijiji wakiuliza, kuna mtoto sura zake ziko hivi, kimo chake kiko hivi, mmemwona hapa? Kweli alikuwepo hapa, lakini aliuzwa kwenye soko fulani na alinunuliwa na fulani. Basi waenda kwenye ule mji, bana kuna mtoto nasikia alinunuliwa hapa. Ni kweli alinunuliwa, lakini kisha baadaye aliuzwa kwenye soko fulani. Wakawa maskini hufuatilia, na katika kufuatilia kwao walikusanya pesa na zawadi nyingi, ili wakisha kufika pale waweze kumkabidhi yule mtu, wamchukue mtoto wao. Mpaka wakafika mahali wakaambiwa, huyu mtoto wenu yuko Maka na yuko kwenye nyumba ya Muhammad. Wale wakafurahi, wakachukua zawadi zao na mapesa, wakaenda mpaka Maka, wakamtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipoonana naye wakajieleza, sisi ni wazazi na ni familia ya Zaid, na tumekuja na haya mali na hizi zawadi ili tumkomboe, tumrudishe mtoto wetu kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa kweli mimi sina haja ya pesa wala sina haja ya zawadi, mtoto ni mtoto wenu, lakini mimi nitawafundisha jambo moja zuri zaidi. Akasema, hewa jambo gani? Akasema, nitamleta hapa Zaid, kisha musalimiane, mujuane. Baada ya kujuana tumuulize kama awataka nyinyi, mtamtukua na pesa zenu na zawadi zenu mwende nazo, na kama atanichagua mimi nitabakia naye na nyinyi mtarudi na pesa zenu na zawadi zenu. Muhimu huyu ni mtoto, ni mkubwa, ameshakomaa, yeye mwenyewe ndo atachagua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua Zaid akamleta. Alipomleta Zaid pale mbele, akamtambua babake na familia yake, wakakumbatiana, wakafurahikiana, wakalia, wakakumbushana mpaka wakashibana. Baada ya kushibana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Zaid, umewafahamu vizuri hawa? Akamwambia, naam, huyu ni babangu, huyu ni mjombangu, huyu ni fulani. Akamwambia, basi hawa wamekuja wakutaka, kwa hiyo ni ruhusa, kama umeona utakwenda na wao ruhusa, na kama waona wataka kubakia hapa pia ruhusa, vile utakavyotegua mwenyewe. Zaid ibn al-Haritha akamwambia, la wallah, mimi nitabakia na wewe Muhammad, siwezi kuondoka hapa. Wazazi wakashtuka, wakamwambia Zaid, watanguliza utumwa badala ya uhuru. Ukikaa kwetu utaishi na wewe uko huru, na ukikaa kwa huyu utakuwa wewe ni mtumwa. Akamwambia, wallahi sijakaa kwa huyu isipokuwa nimeona ni khairi kila kitu. Sijamwona kitukana, sijamwona akiwa mkali, nala anachokula yeye, na lala mahali alipo yeye. Hakuna chochote ambacho kwamba nilichokiona isipokuwa ni kizuri na mimi nimekipenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa furaha yake pale pale akamshika Zaid mkono, akamvuta, akaenda naye mpaka kwenye Al-Kaaba, akaanza kuita, ya Quraysh, ya Quraysh. Huyu kuanzia leo Zaid ataitwa Zaid ibn Muhammad, ni mtoto wangu. Mimi nikifa yeye atanirithi, na yeye akifa mimi nitamrithi. Basi Makureshi wote wakalishuhudia jambo kama lile, na hilo lilikuwa kabla ya kuharamishwa adaptation, at-tabanni, mtoto wa mtu kumfanya ni mtoto wako. Hiyo katika Uislamu mwanzo ilikuwa lafanyika, kisha baadaye likaharamishwa. Ni haramu